Mara ya kwanza kabisa tulienda mochari ya Mount Meru Hospital. Tuliruhusiwa kuingia na kuangalia mwili. Tukaambiwa hakuna mwili unaweza kutoka hapa. Tukaondoka. Tukaanza kwenda mahospitali Mount Meru, Kaloleni, Seliani. Mwisho wa siku tukaenda Mkwaranga Hospital. Kurudi Mkwaranga Hospital, kutoka pale tukarudi tena mochari Mount Meru. Tukisema tumeacha mtoto pale pale. Basi mwisho wa siku ni kiatu tulikipata mochari ya Mount Meru. Hapo ndio tukakata tamaa kwamba hatuna tena mtoto. Basi tukarudi nyumbani, tukakaa siku 3. Tukawa tumeridhika kwamba tumeshampoteza mtoto. Na mtoto, matangazo mengi tulitangaza magrupu ya shule. Nadhani wengi waliona picha ya mtoto kwenye magrupu ya shule, lakini mwisho wa siku tulikata tamaa kwamba hatunaye tena mtoto mpaka leo. Sawa hiyo. Sawa. Jina yangu ni Humphrey Thomas. Nimetamani kusikiliza kwanza kero za ndugu zangu hapa, ili na mimi nijifunze kitu hapa. Lakini nimesikia kero mbalimbali. Nimesikia kero ya mama hapa kuhusu bima za afya za wazee. Nimesikia kero ya kaka hapa pia kuhusu swala bima. Nimesikia kero za vijana pia kuhusu ajira. Lakini swali la kujiuliza sisi kama Watanzania ama wana Arusha ni kwamba, je, changamoto hizi ambazo zimezungumzwa hapa ndizo zilipelekea vijana kuandamana tarehe 29? Ni swali la kujiuliza. Changamoto hizi zilizotajwa hapa zilitosha kuwatoa vijana barabarani tarehe 29? Mimi mawazo yangu yananiambia kwamba hazitoshi, kwa sababu sidhani kama kuna kijana alitoka barabarani akidai bima ya wazee. Sina hakika na hilo. Lakini pia nikumbushe tume au niambie tume kwamba matukio ya tarehe 29 yalikuwa na makundi mawili. Waandamanaji walikuwepo kweli barabarani na walishuhudiwa na walionekana na wananchi wote. Lakini pia nikumbuke kwamba kuna wananchi ambao hawakuwa waandamanaji, na asilimia kubwa ya wasiokuwa waandamanaji ndio walioathirika. Nimesikia brother pale akisema mke wake alipigwa risasi akiwa nyumbani. Sidhani kama kuna maandamano yalifanyika nyumbani. Naweza kusema hakuna. Mimi ndio baba wa kijana aliyepigwa risasi hapa Arusha mjini, ambaye mdogo wangu hapa amemzungumzia. Mtoto alitoka nyumbani tu kufuata mahitaji yake, hatuishi mbali, tunaishi Sombetini hapa, kufuata mahitaji yake na kufanya kazi yake kidogo stationary, aweze kurudi nyumbani mapema. Lakini wakati alitoka barabarani tu na akapigwa risasi. Sasa nataka kusema kitu kimoja hapa. Kuna vitu viwili vinachanganywa sehemu moja. Wale walioathirika kwenye biashara wanadai waandamanaji wameharibu biashara zao, na ndio wale walioathirika. Sasa tume isiwaite walioathirika ni waandamanaji tu. Kuna makundi mawili hapo. Kuna waandamanaji na kuna watu walikuwa na shughuli zao. Mimi nikiwa shahidi, mtoto wangu hakuwa maandamanaji, hata ajui kwanza maana ya maandamano, ajui. Lakini alikuwa mwathirika. Labda niseme tu kwamba yaani sijui niweze kuelezea vipi, kwa sababu nina uchungu kama mzazi kupoteza mtoto kwa kipindi hichi ambacho alifaa kuwa chuo. Sasa hivi mwaka wa kwanza ni kijana amemaliza form 4, mwaka jana alifaa mwaka huu aingie chuo mwaka wa kwanza. Sasa yaani sijui cha kuishauri serikali wala cha kuuliza, yaani sielewi ni shauri nini wala niulize, lakini hatukupata haki, yaani hatukutendewa haki hata eneo moja. Kila tulipotafuta haki popote tulikosa haki. Na tusiitwe waandamanaji, yaani tulioathirika na swala hili tukiitwa waandamanaji tunasikia uchungu, kwa sababu mtoto wangu hakuwa waandamanaji na aliathirika. Labda tume iangalie tu kwamba wale ambao waliathirika na hawakuwa waandamanaji wako kwenye kundi gani, na wale waliokuwa waandamanaji wao pia watakuwa kwenye kundi gani.
Mimi nafikiri tungeanzia hapo, tume ingepata mahali pa kuanzia kuliko kuwaita wote ni waandamanaji, kwa sababu katika haya matukio ya tarehe 29 tukubali tu kwamba pia magenge ya uhalifu yalikuwepo, kwa sababu sidhani kama kuna mtu anaweza kwenda kudai haki kwa kwenda kuvunja duka la mtu. Hakuna mtu anaweza kudai haki. Sisi tumepewa hiyo maagizo ya kuweza kubaini kilichotokea, ili wote Watanzania tukubaliane kilichotokea nini, ili baadaye historia akaja mtu akabadili kilichotokea. Kwa hiyo nyinyi, hakuna mtu yote Tanzania anayejua kilichotokea Arusha kuliko nyinyi. Asija akatokea mtu akasema Arusha kimetokea hichi, kumbe sicho. Ndio maana umuhimu wa sisi kuwa na nyinyi, mtueleze kimetokea nini. Lakini ukitueleza, sisi ni tume ya kisheria pia, utuambie ulioyaona au mwenyewe ulioyasikia, sio ya kuambiwa. Sio ya kuambiwa. Wewe mwenyewe ulishuhudia nini? Uliona nini? Ulipatwa na nini? Au ndugu yako alipatwa na nini na wewe ulikuwa pale ukamuona, ukamjua, ukamhudumia? Kwa hiyo ni moja, ni kwamba tujue kilitokea nini. Lakini cha pili, sisi ni nchi ya amani. Tangu mwaka 61 hakuja kuwa na tukio kama hili. Zaidi ya takriban miaka 60 na tangu tumepata uhuru. Sasa kitu gani kimetifanya mpaka ikafikia hicho? Lazima kuna kitu kimetupa joto, kimetufukuta mpaka tukafikia huko. Nini? Wala hatuna haja hadithi kubwa, ni hiki, ni siasa, ni nini? Nyumbani kabisa ni Kigoma, nipo Arusha kwa ajili ya upambanaji. Tukija kwenye sababu ambayo ilimpelekea watu kufanya kile kitu kilichofanyika Oktoba 29, cha kwanza ni ukosefu wa ajira. Mfano, kama mimi nimesoma labda na diploma au na degree, ajira hamna. Baada ya hapo, mimi kama kijana sijapewa sapoti ya ajira, nikaamua kujikwamua mwenyewe. Nimeuza sambusa, nimepata mtaji, nimeanzisha biashara. Unakuja kwenye biashara, TRA haijalishi una mwaka mmoja, una miezi mitatu, wanataka kodi, wanahitaji kodi. Haya, unafika hapo. Tukiangalia mwanzo kabisa, wakati wa ule ukusanyaji wa taka, kile kiasi cha taka, zamani kwenye frame za biashara ilikuwa ni shilingi 3,000. Wakasema kwamba mafuta yamepanda bei, wakapandisha mpaka kwenye shilingi 5,000. Sasa jamani, ukiangalia kijana umepambana kutafuta mtaji mwenyewe, serikali haijakusupport kupata mtaji. Mtaji umeupata, umekuja umefungua frame, kodi ni nyingi, kuna TRA na kuna leseni. Lakini pia kwenye takataka, sisi kikubwa kama kijana ambaye naomba haya mabadiliko yaje yafanyiwe kazi, cha kwanza ni hela ya takataka irudi kwenye shilingi 3,000 au 2,000. Frame ziko ni nyingi, 5,500. Na tunajua mafuta yamepanda bei, sasa hivi mafuta yako nomo. Kwa nini bei sirudi kama zamani? Vijana wamepambana kujitafutia ajira zao binafsi, basi legezeni hata wa kodi. Kwa hiyo yangu ni hayo, naombeni serikali muangalie mikakati namna ya kusapoti vijana. Ajira ndio hatuwezi tukaajiriwa wote, lakini kwa wale ambao hawajapata ajira, watengenezeni mikakati ambazo zinaweza zikawasaidia. Kwa majina anaitwa Mary Msofe, natokea kata ya Kimandolu. Mimi ni katibu wa baraza la wazee kata ya Kimandolu. Mimi sina mambo mengi, pamoja na kuona yaliyotokea, yaliyofanyika, yote hayo tumeyashuhudia, lakini nina ombi. Ombi ni kwamba mpaka sasa hivi sisi tumesimama, hatuna ofisi, hatuna mahali pa kufanyia masuala yetu, na tulikuwa zaidi tunashughulikia mambo ya bima. Wazee wamechoka, wazee wanaumwa, wazee wanalalamika kuhusu bima.
inawatesa. Kwa hiyo mimi ni ombi pia kwa vijana wetu, wajukuu, watoto, ni ombi. Sawa, mnadai haki, lakini hebu jaribuni kuomba haki hiyo kwa utaratibu na kuwa na hofu ya Mungu. Tumtegemee sana Mungu zaidi kuliko mwanadamu. Amen. Amen. Naomba sana hilo tumeliona. Kwa hiyo Mheshimiwa, mimi kama mama au bibi, ni ombi ikiwezekana turekebishiwe majengo. Hatuna ofisi, hatuna. Kwa mfano, nakumbuka kuna huyo binti aliyesema kuhusu swala la shule, walichoma mpaka mabango yote. Kwa hiyo hakuna jengo, liko wazi, hakuna kinachoendelea mpaka dakika hii. Tukihitaji huduma inabidi uhangaike, umtafute mtendaji yuko wapi. Mungu wangu, nitampata wapi? Anaonekana wapi? Ni shida na ni shughuli. Kwa hiyo mimi ombi langu ni hilo, na pia naomba tuzidi kupendana. Watanzania sisi hatuna tabia ya kuchukiana.